Batimayo simu yako ilikuwa inakwaruza kweli? Sasa hivi nakupata vizuri. Sawa. Sasa kusitishwa vita kwa Irani na Israeli ni jambo zuri na ni jambo la busara, lakini kwa nini imekuwa mapema hivi? Ukiangalia kule Gaza kumekawia, Urusi na Ukraine ndio kumekawia. Kwa nini Irani na Israeli? Unajua Kiondo, ngoja nikwambie kitu fulani. Vita si vizuri, ama maugomvi yoyote yale sio mazuri, lakini maugomvi yanaweza yakaendelea ama yakapungua kulingana na nguvu inayotumika kwenye mapigano husika. Ushanielewa Kiondo? Kwamba ukiangalia Israeli ni nchi ambayo inajiamini kwenye kupambana. Ikipambana Israeli na Gaza, Hamas, kwamba Israeli anaonekana anatumia uwezo mkubwa kuipiga Gaza na kuiadhibu, tuseme, ama kama malengo yake mwenyewe anavyosema, lakini ambapo akiipiga kwamba anaona mashambulizi kutoka Gaza kuja Israeli si kama inotoka Israeli kwenda Gaza. Sawa sawa. Na utaona kwamba mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika kutoka Gaza kutoka Israeli kwenda Irani, sawa, yalikuwa yanakuja kwa ukubwa wake, lakini kumbe yakirudishwa pia yakawa yanarudishwa kwa kiwango cha ukubwa zaidi ama ule unaolingana. Kwa hiyo utagundua kwamba mapigano haya yalikuwa kama yana ulinganifu kiasi kwamba yakachosha upiganaji, upiganaji kwamba wakachoka wote, wakajikuta wamechoka na vile vita. Kwa hiyo wakaona kuna namna tu sasa tuzungumze. Ndio maana kila mmoja alipoambiwa kusitisha mapigano akasema sawa, haina shida tusitishe mapigano. Kwa hiyo utagundua kwamba hali ya uwezo wa kupigana kati ya Israeli na Iran ni hali ambazo zilikuwa zinafanana, kuna uwiano, kwamba hata wewe angalia mabomu yaliyokuwa yakirushwa kutoka Iran kwenda Israeli yalikuwa yanafikia target. Yanafika target, yanafanya uharibifu mkubwa. Makombora hata kama halikuwa harushi mengi wakati mwingine, lakini yalikuwa yanafika, yanapenya. Na Israeli pia alipokuwa kipiga kuelekea Irani, pia mabomu yalikuwa yanafika. Kwa hiyo kiwango kile kikawa kinaleta maumivu, na istoshe kitendo cha Irani kupiga pale Doha, Qatar, kambi ya kijeshi ya Marekani. Marekani huwa hapendi kuguswa. Fahamu hivyo. Yani katika masuala ya siasa za Marekani huwa hapendi kuumizwa moja kwa moja. Na ndio maana awali nilikuwahi kukwambia kwamba Marekani hata akipigana vita anatumia ule mtindo wa proxy war, yani vita kama za uwakala hivi, kwamba anatumia kainchi fulani ama eneo fulani ama kikundi fulani kipigane kwa niaba yake, lakini si yeye mwenyewe, na hapendi maumivu. Sasa Batimayo, vita hivi endapo vingeendelea, sawa, vitaendelea, sawa, madhara gani yanaweza kujitokeza? Madhara ya vita Kiondo lazima yawepo. Hakuna vita vinavyotokea vikapiganwa hapo pasipo kuwa na madhara Kiondo. Madhara lazima yawepo. Kwa mfano makombora yanavyorushwa vile, majengo mazuri, ofisi nzuri zinaharibiwa, miundombinu, usafiri, watu wanashindwa kufanya shughuli zao, wengine hawaendi kazini, wengine wanajikuta kwenye wakati mgumu kisaikolojia, wazee, watoto, vijana, kina mama wanapata shida. Kwa hiyo vita si nzuri. Hayo ni madhara tu ya vita kwa ujumla wake. Lakini ukiangalia hata katika mataifa mengine, wewe fikiria mfano pale Iran, alisema kwamba angesitisha ule mpango wake wa mfereji ule wa Ohim pale ambako kupitisha, ambao mfereji ule ni muhimu sana kama unaofahamu. Alisema atafunga ule mfereji. Sasa angefunga mfereji wa Ohim pale, huo unategemea huku Afrika, maana ndio meli zinapita kuleta mafuta huku Afrika. Ina maana huku Afrika pia huenda mafuta yangepanda bei.
Kwa hiyo ni madhara ya moja kwa moja. Mafuta yakipanda bei, unategemea nini kwa nchi hizi za Afrika kwamba bidhaa labda nazo zingepanda bei? Kwa hiyo kungekuwa na madhara kote kote, mbali tu kwa wale wanaopigana, lakini hata kwa dunia kwa ujumla. Na Halo naam Kiondo, nakupata. naona uli katika mtandaoni, nafikiri ni mtandao sawa, lakini pia wewe unavyoona katika kusitisha vita, diplomasia ina nafasi gani kwenye maeneo kama haya? Kiondo, diplomasia ndiyo nguzo ya machafuko yoyote yale, na si machafuko tu, hata kabla machafuko hayajatokea diplomasia inatakiwa itumike na ifanye kazi yake, Kiondo. Kwa sababu ngoja nikwambie, we tazama, kama nchi zikiendelea kutumia nguvu nyingi sana kuzalisha silaha za maangamizi, na nchi zikasema sasa wakati umefika tutengeneze viwanda vikubwa ama university kubwa, vyuo vikubwa vyenye heshima zake kwa ajili tu ya kuzalisha wanadiplomasia, ina maana moja kwa moja dunia itakuwa sehemu ya amani kuliko kuzalisha silaha zaidi. Maana ukizalisha silaha, Kiondo, maana yake unachochea mwingine. Ukimchokoza kidogo, silaha si hanazo. Kwa hiyo kama silaha nazo atakufyatua, mataifa yatapigana. Lakini kama diplomasia ikipewa kipaumbele, itasaidia sana, mimi naona, kwenye kusitisha vita kabla havijatokea na hata vikitokea. Naweza kukubaliana na wewe Kiondo, kwa sababu hata rais wa Marekani Trump mara nyingi kule Ukraine na Urusi alisisitiza sana wazungumze. Hata hapa kwa Israeli na Irani alisema acheni kupigana, mzungumze, na ameitaka Irani wakutane kwa ajili ya mazungumzo. Ndiyo, lazima wazungumze, kwa sababu ndo njia pekee ambayo inapunguza rabsha zingine zenye madhara makubwa kama vile uharibifu na kuleta amani. Hivyo tunaombea Mwenyezi Mungu asaidie mazungumzo yazae matunda na vita visiendelee.